kutuhumiwa na jeshi la polisi kwa kosa la kusambaza taarifa za uongo kuwa alikuwa na baada ya kukutwa kule, basi polisi walifanya kazi yao, wakaanza mahojiano naye, na kumbe wakati wa mahojiano Padre Jordan Kibiki aliwaambia jeshi la polisi kwamba asingependa kuendelea kusababisha usumbufu. Ukweli ni kwamba alifika huko Mbeya kwa namna ambayo hata yeye mwenyewe hakuielewa kutokana na hali aliyokuwa nayo hasa siku ya tarehe 18 Septemba. Na sasa baada ya uchunguzi wa kitabibu ambao nitausemea hapa chini, tunaweza kusema alikuwa na unyongefu. Kiingereza chake ni depression. Unyongefu huo ulichangiwa na yeye kugundua kuwa amekula hasara ya takriban shilingi milioni 3.5 kwenye biashara ya mtandao unaoitwa eBay. Alipata hisia kwamba ameibiwa pale alipoambiwa atume fedha nyingine kinyume na makubaliano ya awali na huyo waliokuwa wanawasiliana kwenye mtandao huo. Hapa ninaomba nifungue mabano na kufunga. Lengo letu si kuituhumu kampuni ya eBay kwamba ni kampuni ya wezi, kwa sababu baada ya kufuatilia tumeona ni kampuni ambayo imesajiliwa kihalali kabisa huko Marekani na inafanya kazi za biashara mtandaoni. Ila bila shaka ambavyo biashara yoyote inavyoweza kuingiliwa na watu wenye nia ovu, au mtu yoyote anaweza kuingiliwa na watu wenye nia ovu, inawezekana hata wao. Kuna mtu ambaye alijisajili kama agent na kuanza kutafuta maagenti wengine, na kwa bahati mbaya akaanza kutokuwa mkweli. Hiyo nadhani sote tunajua kwamba kwa bahati mbaya matatizo hayo yapo. Mimi mwenyewe mwaka huu niliweza kupata mawasiliano, nilitafutwa na lile ambalo lingejitambulisha kwamba ni shirika la maisha ya kitawa la Canada, lakini nilipofanya utafiti niligundua kwamba alikuwa ni mtu mmoja wa Kongo ambaye alikuwa amehack mawasiliano na shirika lile la kitawa. Kwa hiyo mambo hayo nadhani tunajua siku hizi yanawezekana. Sasa kati ya fedha hiyo aliyohisi kwamba amekula hasara